Nataka niwaelezee aina ya mtu ambaye hufai kukaa naye karibu kabisa. Hata si awe labda amekufanyia hicho kitu mara mbili, mara moja tu. Akikufanyia mara moja tu, hufai kumwamini na hufai kukaa naye karibu sana. Mtu ambaye anaweza kukusingizia kitu hadharani. Pengine uko wewe na bwanako nyumbani, mmekaa ndani, mmekaa mmeongea, kumefanyika jambo, mmekosana pale, halafu mtoke nje kwenda kuwasuluhisha kwenye wazee wa kijiji ama kwenye wazazi, kwa wazazi. Halafu akakusingizie kitu ambacho hukuwahi kukifanya kabisa kutoka moyoni, kwani hukuwahi kukifanya, akusingizie pale. Halafu baadaye arudi yeye ndo aje kuombe msamaha nyumbani kwamba nisamehe, nilikuwa nafanya vile, nimeongea vile kwa sababu yaishe. Nilikuwa naongea vile kwa sababu yaishe, lakini nisamehe, mimi huku nifanyie hivyo. Mbona umefanya vile? Hata nilikuwa naongea vile kwa sababu yaishe. Huyo mtu ni hatari sana kwenye maisha yako. Kama ni mpenzi wako au kama hata ni ndugu yako ambaye mnaweza kufanya kitu mahali alafu aende akakusingizie mahali hadharani. Unajua hicho ni kifo. Mtu anaweza kukusingizia utani dakika mbili kwamba fulani ni mwizi, alafu watu wengi waje watokee waje wakudhuru. Kwa hiyo isifikie huko. Mtu kama huyo hufai kukaa naye karibu kabisa. Mtu ambaye mnaweza hata kama ni mke wako, ni mpenzi wako, ambaye mnaweza kuwa mnakaa kabisa, mshazaa naye, lakini ana hizi tabia, chungana naye kabisa. Huyo ni mtu ambaye hufai kumpatia chance ya pili, second chance. Akikufanyia mara moja mtu kama huyu, jitahadhari naye, manake ni mtu yani atakupotezea maisha. Anaweza kukupotezea maisha anytime, telling you.